Habari wana football science, habari wana familia ya mpira. Karibuni tena kwenye kipindi chetu pendwa cha Giant Football Soccer Class, kipindi ambacho si tu kina kuchambulia mpira bali pia kina kufundisha na kukuelimisha mpira kwa kufuata misingi ya football science. Leo kwenye kipindi chetu pendwa cha Giant Football Soccer Class nitakuletea sababu 5 zilizosababisha na kuigharimu Dar es Salaam Young African kupoteza mchezo mbele ya Silver Strikers ya Malawi. Yes, sababu ya kwanza tunasema ni Dar es Salaam Young African kukosa kitu kinachoitwa aggressive pressing katika first line of defense. Ninaposema first line of defense ninamaanisha hii ni backline ya Dar es Salaam Young Africans, ambapo kulikuwa na Job, Baka, Mwenda, Imede. Sawa, hapa kulikuwa na Mudathir pamoja na Andambwile. Sawa, halafu juu yao kukaa na Mohamed Momo Dumbia. Sawa, huku juu kukawa na Prince Mpumelelo Dube, Paco Mezuzwa na Maxi Nzengeli. Sasa the way jinsi walivyokuwa wana operate, ndio maana nasema kwamba ile aggressiveness katika first line of defense ni hii hapa, first line of defense. Hata kama hawa walikuwa wamerudi, huyu anabakia peke yake huku, inakuwa ndio first line of defense. Hii nasema sio kwamba tu kwa sababu ya goli limetokea katika hilo kosa, bali ni general mchezo ndio jinsi walivyokuwa wanacheza, na ndio maana pia hawa jamaa wakawasoma kwa staili hiyo kwamba bwana hawa Dar es Salaam Young Africans wao staili yao wana hilo pungufu, wakasema sisi inabidi tupite nao. Na ndio maana unaona ili goli mpira umetokea kwa center back wao. Huu mpira ulikuwa kwa center back. Sawa? Kama unaona vizuri, mpira ulikuwa kwa center back. Sawa? Mpira ulikuwa kwa center back. Prince Mpumelelo Dube akamfanyia pressing huyu jamaa, lakini sio pressing ambayo ni aggressive. Pressing aliyomfanyia Prince Mpumelelo Dube huyu center back ambaye alifungua wakati wanaanzisha mashambulizi build up, sawa, ilikuwa ni cautious, yani ile ya polepole, ni pressing yani tutafanya delaying tactic, sawa, unasubiria wenzio wajipange vizuri, wewe ndio unaenda kufanya. Sasa hiki ndicho kilichotokea hapa kwa Prince Mpumelelo Dube. Alienda very cautious, lakini pamoja na kwenda very cautious ilikuwa anatakiwa apunguze angle of passing, yani angle ambayo itatengeneza hii pasi kupita. Yeye amekuja this side, sawa, huku akawa ameacha angle kubwa sana, ambapo ndio pasi ilipita mpaka kwa Uchizi Vungo. Sawa, Uchizi Vunga ndio alikuja kupokelea mpira hapa kwenye hili eneo la central position, la kwenye half space, kwenye hii mid block. Sawa, hii mid block hapa ndio amekuja kupokea huyu Uchizi Vunga hii, lakini kwenye eneo zone gani ya uwanja? Ni kwenye half space, ambapo huwa inatengwa sana na wachezaji. Sawa, baada ya kupokea hapa, angalia reaction tayari, midfield line imeshavunjwa na hii pasi ya kutokea kwenye backline hapa. Momo anakuja kushtuka kwamba mpira umeshanipata. Huyu ni Momo. Sawa, huyu ni Momo, huyu ni Vunga. Sawa, let's say huyu ni Vunga. Alishuka chini kuja kuchukua mpira hapa. Momo anakuja kushtuka, mpira umeshamfikia huyu mchezaji aliyefanya dropping deep. Alishuka chini kwa ajili ya kuchukua mpira huyu Vunga. Baada ya kuchukua, huyu kuja kushtuka kwamba tayari hii line yangu imeshavunjwa. Yani Momo baada ya kuchukua line yangu imeshavunjwa, akataka kumkamata kabisa kwamba hii ni hatari, na alishanusa kwamba hii ni hatari, ndio maana alitaka kumkamata asishambulie ile eneo, kwa sababu hii zone hii alikuwa anashambulia Vunga ni very strategic kwa wachezaji ambao wenyewe wanajua, ndio maana alitaka kumshika hapa.
Baada ya kumshindwa akatokea Andambwile. Andambwile naye hapa akafanyaje? Akachengwa. Umeona? Katika kuchengwa yeye akafanya ile tunaita kumrukia, yani ile ili apate, lakini the guy was very smart huyu. Yani nacheka, sio kama huyu guy the man of the match. Hii akili ya mpira. Vunga ni football yenyewe. Yaani kama ikitokea kuna timu ikamchukua hapa Bongo, itafaidika naye. Labda aje kuharibika ukubwani, lakini kiuwezo, ki skills, kitalanta, football brain, technically yuko very superb. Yani anajua, ana intelligence kubwa, anajua lini, yani wakati gani acheze hivi, wakati gani anacheza vile. Kwa hiyo hili pungufu ndilo la kwanza kukosa hii aggressive, sawa, kwenye hii first line of defense ya Yanga. Light ingekuwa inafanya uzuiaji kwa nguvu na kasi, kwa sababu aggressiveness utaangalia utumie nguvu na kasi. Light angeenda kwa kasi ya juu, huyu hapa angepata ile kimuhemue tunasema. Kwa hiyo kile kimuhemue kingesababisha huyu asipige hii pasi. Kwa hiyo sababu ya kwanza. Sababu ya pili, Dar es Salaam Young Africans wameshindwa kumsoma mpinzani jinsi anavyofanya offensive transition za haraka kabisa, akiongezeka kwa namba kubwa huku mbele. Na ndio maana umeona hawa jamaa, huyu Vunge na wenzie wawili, sawa, Vunge na wenzie wawili hawa ilikuwa hawakosekani huku mbele. Kama akikosekana Vunge, basi Vunge atarudi hapa, huyu jamaa anaongezeka hapa. Na ndicho kilichotokea hadi pia kwenye goli lenyewe. Hawa jamaa is almost, huyu Vunge baada ya kufanya shughuli yote, sawa, mpira uachia kwa akapiga hapa penetration pass, si ndio? Penetration pass tena aipiga katikati ya maajabu wa jamani. Penetration pass hii, huyu Vunge huyu baada ya huyu namba 6 kulala na kumkosa, akaingia zake ndani kidogo hivi. Huyu mwenzie akaa anakimbia, sawa, huyu anakimbia hapa, kuna Jobu, kuna Baka. Huu mpira ni maajabu. Huyu ndio maana nasema ni very skilled player. Uchizi Vunga akaupitisha katikati yao. Just imagine, mpira umepita katikati ya his backlines, center ambayo ndio very solid kati ya Baka, na mpira umepita katikati yao. Huyu mwingine anakuja, angalia na kasi sasa zilivyokuja, walitembea kwa kasi ya ajabu. Ndio hapa unashangaa hawa jamaa si mchezo. Na kwa nini benchi la ufundi la Yanga hawajaliona hili? Ndio hivi nasema hii nayo ni sababu nyingine. Kwa idadi kubwa ya namba ya wachezaji wa Silver Strikers walivyokuwa wanaongezeka, nao ilikuwa ni tatizo kubwa kwa Dar es Salaam Young Africans. Huku hebu angalia ule mpira, hawa jamaa tayari wako watatu. Max Nzengeli ndio anakuja kuongezeka, lakini tayari ameshachelewa. Kwa hiyo unakuta hawa bwana, jinsi walivyokuwa wanashambulia kwa haraka, hii ilikuwa ni pungufu kubwa sana kwa Dar es Salaam Young Africans. Sasa ukiachana na hii sababu ya pili, ambapo tunasema kuongezeka kwa idadi ya wachezaji wa Silver Strikers katika mashambulizi ya offensive transition zile, basi kuna issue nyingine ambayo nalo vinatakiwa pia waliangalie, ni hizi patterns. Dar es Salaam Young Africans kama ukiangalia, walikuwa patterns zao ni zile zile ambazo huwa tunaziona. Mbaya zaidi, mimi nasema nalo hili ni kosa, sawa, kitaaluma. Unapoposti mazoezi ya kiufundi ya kimbinu, hilo ni kosa. Patterns ambazo walikuwa wanazicheza na zimekuwa showed katika mazoezi, ndio patterns ambazo hawa jamaa walikuwa wanaziblock, walikuwa wana anticipate kinachoenda kutokea. Yani hawa Silver Strikers, patterns za Yanga zilikuwa at the fingertips, zilikuwa mikononi, walikuwa wanazijua, walikuwa wameshajua mchezaji hatari wa Dar es Salaam Young Africans katika ujenzi wa mashambulizi kwamba ni nambari 6 wao, ambao nambari 6 wao ni Andambwile. Ndio mipira yote inatokea kwa Andambwile ili ije kwa Momo.
Hebu angalia, just imagine itoke Kandambwile ivunje hii midfield line ije kwa Momo. Hawa jamaa hapa katikati, they are very solid. They were very solid, walikuwa solidi kweli. Kwa hiyo hii mipira yote hapa wakawa wanafanya, yani wanazuia shambulizi kabla halijatokea. Jinsi walivyokuwa wanashambulia, walikuwa wanapunguza nafasi kati ya Andambwile na mchezaji wao. Muda mwingi huyu ambaye tulikuwa tunamwona ni mchezaji hatari, ndo man of the match, huyu Vunga, ilikuwa anapunguza gap kati, akishaona tu yeye hana mpira na Aziz Andambwile amejiset eneo ambao apewe mpira ili progress mpira mbele, huyu Vunga alikuwa anampunguzia space katika, it was just 1 meter. Kwa hiyo Aziz Andambwile muda mwingi ilikuwa anapiga mipira sio sehemu ambayo inatakiwa ili mpira uende mbele. Ilikuwa analazimishwa kwamba utakiwi mpira huu uende mbele. Mpira sawa, chukua, lakini hutakiwi kuupeleka mbele. Hii mipira ya hatari. Na ndicho kilichotokea hapa, kwamba hawa jamaa walisoma kila kitu. Ukiachana na kama Aziz Andambwile alifanikiwa kupiga pass, progressive pass, sawa, basi na hakikisha wale jamaa walikuwa just a meter away kutoka kwa Momo Dumbia. Kwa hiyo walikuwa wanafanya man marking kwa hawa watu ambao walikuwa wanajua ndio wanazalisha, si ndio, mashambulizi ya kwenda kuwaletea matatizo. Kwa hiyo Dar es Salaam Africans kwa hii nayo ya hii pattern ya attacking pattern ambayo ilikuwa ni very unexpected, ilikuwa nayo ni mbaya. Sijui niseme, hii nayo imewagharimu Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu hawa jamaa was very aggressive na walikuwa wanafanya man marking katika hizi sehemu ambazo zilikuwa zingewaletea matatizo. Ukiachana na hii, kuna nyingine hii hapa ambayo nayo ni muhimu sana, ambayo ni pigo kwa Dar es Salaam Young Africans. Nambari 4 ni kukosa pressure resistance player katika hii midfield, ile eneo la ubunifu, ambapo muda mwingine walikuwa wanajaribu kumtumia Mudathiri katika kuongeza idadi ya, lakini huyu Momo Dumbia na Mudathiri, hawa wote nimeangalia leo mpira, hawakuwa na hiyo quality ya kusema ni pressure resistance, ambapo yani pressure resistance player ni mchezaji ambaye anaweza kucheza mpira chini ya shinikizo kubwa na akiwa na sehemu ndogo. Yani hii situation inatokea vipi? Unapokuwa umefanyiwa man marking katika nafasi huna hile, yani man marking ni ile hapa kwa hapa, yes, na maana ukipewa mpira tu huyu mwanaume ameshafika nyuma yako. Sasa wewe unatakiwa uwe mbunifu, kwa sababu hawa jamaa the way jinsi walivyokuwa wanakuja lakini wanasaidiana, wanaongeza namba, na muda mwingi lighting kwa hawa jamaa wamekimbia kilomita nyingi sana. Kama tukipata statistics utaona hawa jamaa wamekimbia mita nyingi. Leo walisema sisi tukimbie sana, umeona? Kwa hiyo hawa Mudathiri kukosa huu ubunifu, basi ilipelekea huu ubunifu wao wa kutoka kwenye midfield kuingia huku zone, si ndio? Imeshindikana kabisa kutokana na hii hali ya kukosa hiyo. Na ya 5 na ya mwisho ni huyu kiumbe wa kuitwa Chizi Vunga. Uchizi Vunga, man of the match, ndiyo tatizo kubwa kwenye hii mechi. Yeye ndio alidictate mechi iende kwenye tempo ipi, yeye ndio alidictate hii mechi sasa hivi inatakiwa ifanywe vipi. Na ukiangalia yenyewe pia hili goli kaja kuiamua mechi yeye, hao wengine wamefunga kwa kumalizia, lakini yeye ndio amepokea mpira kwenye hii position ya hapa central positions kwenye half space. Angalia intelligence yake ilivyokuwa kubwa, anajua kabisa kwa half space ndio strategic zone katika soka. Kaja kuchukulia hapa mpira, kasha tayari mpunguza Momo kataka kumshika kamkosa. Andambwile kaja, ni Andambwile sijui nani huyu hapa, sijui ni Abuye sijui nani, okay, sijui whoever pale, sijamuona vizuri yule. Amekuja ametaka kufanya clearance kwa kulala, amemchenga naye, amekuja amekutana na uso kwa macho na backline, last line of defense ya Dar es Salaam Africans, ambaye ni Baka na Job, lakini bado pia akafanikiwa kupitisha mpira. Kwa hiyo the boy
was a brain of the game. Aliamua mchezo na ndio man of the match. Quality yake ni top. Hawa ndio wamesababisha maangamizi makubwa sana. Kwa hiyo huyu man of the match Uchizi Vunga ni mchezaji hatari ambaye atakiwa kwenye mechi ijayo pia awe ameangaliwa kwa jicho la tatu. Watu waangalie, watu wamchunguze, watu wafanye kazi ya kina kujua huu mchezaji anatakiwa adhibitiwe vipi ili mambo yaende. La sivyo Watanzania tutalia tena. Asanteni. Naandaa nondo kwa ajili ya nini kifanyike kutokana na staili yao. Je, hawa jamaa kwenye away game plani zao huwa zinakuwaje? Nitakuja na nondo ili kuona na kushauri Dar es Salaam African wafanye vitu gani ili kila kitu kiende.